wakati Samueli ampelekwa kwa Eli, Mungu alimtokea ule usiku na akamuita. Kwa hiyo ile sauti ya Mungu kwenye chumba cha Samueli ulikuwa ni uthibitisho kwamba Mungu alikuwa mle ndani. Lakini ili Mungu aweze kuanza kuzungumza na Samueli, kulikuwa kunamtegemea Samueli kukubali kusikia. Ndio maana Mungu alipomuita Samueli, Samueli akatoka akaenda kwa Eli akamwambia, umeniita? Akamwambia, hapana, sijakuita. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Eli akajua Samueli anaitwa na Mungu. Kwa hiyo akamwambia, ukisikia tena unaitwa, itika. Sema Bwana, mtumishi wako nasikia. Na Samueli alivyoitika, ndio Mungu akaanza kuzungumza. Kwa hiyo kuzungumza kwa Mungu kulikuwa kunategemea Samueli kukubali kuitika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alikuwa kwenye chumba cha Samueli, lakini Mungu hawezi kuanza kuzungumza mpaka pale Samueli atakapoitika na kukubali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuwepo kwenye uwepo wa Mungu hivi ni jambo la kwanza. Alafu jambo linalofuata ni kukubali kumruhusu Mungu aanze kuzungumza na wewe. Ila kama hautakubali kuruhusu Mungu aanze kuzungumza na wewe, tutasikia tu kama story, alafu tutatoka kama tumesikia story. Bwana asifiwe sana. Na Mungu haanzi kukupa maelekezo ya kufanya kama wewe hujakubali kufanya. Amen. Kitabu cha Yohana sura ya 21 mstari wa 15 mpaka wa 17. Mungu awabariki sana waliokuwa hapa wamefungua sehemu hiyo hiyo. Yaani Biblia imefunguliwa hapo hapo. Yohana mtakatifu sura ya 21 mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Nataka wote tufike. Yohana mtakatifu sura ya 21 mstari wa 15 mpaka wa 17. Tumefika. Amen. Biblia inasema hivi: basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Mstari wa 16. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Bwana asifiwe. Hii habari inaonyesha mazungumzo baina ya Yesu pamoja na Petro. Yesu anauliza swali lile lile mara tatu. Anamwambia Petro, wanipenda? Petro anajibu anasema, ndiyo Bwana, wewe wajua nakupenda. Anamwambia, lisha wana kondoo zangu, lisha kondoo zangu, nachunga kondoo zangu. Bwana asifiwe sana. Huyu Petro ambaye anaulizwa ya kwamba wanipenda, ndio huyu ambaye ukirudi nyuma kwenye sura ya 13, Petro anamwambia Bwana, mimi niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yako. Alafu Yesu anamwambia, kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Alafu sura ya 21 anakuja kumuuliza swali tena Petro, wewe Petro, wanipenda? Mara ya kwanza anamuuliza Petro, wanipenda? Petro anasema, ndiyo Bwana, wewe wajua nakupenda. Mara ya pili, mara ya tatu. Sasa hatutaki kuangalia lisha kondoo, wana kondoo na chunga kondoo. Inawezekana hiyo ni kitu kingine sana. Lakini nataka tukae kwenye aina ya swali alilouliza Yesu. Jovis, wanipenda? Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo kwenye jina la Petro au Simoni weka jina lako. Ukisoma vizuri utagundua aina ya majibu ya Petro yalikuwa ni mazuri na ni sahihi. Lakini Yesu hakutaka kuishia kwenye majibu ya maneno, ila alitaka huyu Petro aende kwenye vitendo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kusema ndio Bwana nakupenda ni jambo moja, alafu kuna kitu kingine cha kutenda ambacho kitaonyesha wewe wampenda. Kwa hiyo majibu ya Petro ndio Bwana wewe wajua nakupenda ni majibu sahihi, ila ili yawe sahihi zaidi inabidi alishe kondoo zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kulishwa kwa kondoo sio kwa sababu Petro anawapenda kondoo, ila ni kwa sababu Petro anampenda Mungu. Amen. Kwa hiyo mara zote ambapo Petro alisimama mbele ya kondoo na kuwalisha kondoo, hakufanya kwa sababu Petro anawapenda sana kondoo, ila alifanya kwa sababu Petro anampenda sana Yesu. Amen. Lakini pia Yesu anajaribu kufunua kwamba upendo sio tu maneno. Upendo ni vitendo. Kusema tu ndio na kupenda haitoshi. Inabidi kuwe na kitu kingine cha ziada kinachoonyesha upendo kwa Yesu. Kwenye scenario ya Petro, kulisha kondoo ndio ilikuwa ishara ya kwamba Petro anampenda Yesu. Mimi sijajua wewe ukifanya nini ndio ishara ya kuonyesha kwamba wewe unampenda Mungu. Wangapi wanampenda Mungu? Tupungiane mikono. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo upendo ambao anauliza Yesu kwenye Yohana sura ya 21 mstari wa 15 haulizi upendo wa maneno. Kwa sababu ungekuwa ni upendo wa maneno, angemuuliza Petro, wanipenda? Petro angejibu akasema ndio Bwana nakupenda, alafu Yesu angeendelea na mada nyingine ya kumwambia ulivyokuwa mkijana ulijifunga unakotaka kwenda. Ndio mstari wa 18 unavyoendelea. Ila alibaki hapo na kuelezea kitu kingine cha ziada ambacho kitafunua ya kwamba wewe unampenda Mungu. Tukiulizana hapa wangapi wanampenda Mungu, wangapi wanampenda Yesu, wote tunaweza kusema tunampenda. Lakini Mungu anatafuta zaidi ya hiyo, ndio nakupenda. Amen. Kukiri mbele za Bwana na kukiri mbele za watu ya kwamba mimi nampenda Yesu ni jambo moja. Lakini yamkini Mungu haangalii sana ulivyosema unampenda, anaangalia sana unachokitenda. Hicho ndicho anachokidefine kwamba wewe unampenda. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo, wanasema watu, upendo sio maneno. Upendo ni nini? Ni vitendo. Na ndivyo inavyoonekana kwenye Yohana sura ya 21. Lakini ndivyo inavyoonekana wakati Mungu ameupenda ulimwengu. Hakuishia tu kusema jamani huu ulimwengu unaupenda sana. Lakini baada ya kukiri kwamba anaupenda ulimwengu, kilichofuata ni tendo linaloonyesha mimi Mungu naupenda ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumtoa mwanae wa pekee ndio lilikuwa tendo linaloonyesha kwamba hakika Mungu anaupenda ulimwengu. Kwa hiyo tukisema tunampenda Mungu alafu tukakaa, kiuhalisia hatujampenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Je, wanipenda? Amen. Sasa Warumi sura ya 8 mstari wa 28, mstari wetu mzuri sana. Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Ni moja kati ya mistari ambayo tumeisoma mara nyingi zaidi, nafikiri kwa siku hizi za karibuni. Tumefika. Biblia inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi
pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Biblia inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Bwana asifiwe. Wiki mbili zilizopita au tatu, Bishop akasoma mstari alafu akasema hii ni partnership baina yako wewe na Mungu. Yaani kwenye kazi unayofanya wewe umeingia ubia na Mungu. Anasema hufanya kazi na wale wampendao. Kwa kazi unayoifanya wewe unakuwa umeifanya wewe pamoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini hii haitokei kwa sababu una imani. Bwana asifiwe. Inatokea kwa sababu unampenda. Biblia inasema ya kwamba nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Sio anaowapenda Mungu, ni wale wanaompenda Mungu. Kwa hiyo kuna swala la Mungu kukupenda na kuna swala la wewe kumpenda Mungu. Mungu kufanya kazi na mtu hafanyi kazi kwa sababu anakupenda. Anafanya kazi kwa sababu wewe unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna side mbili. Side ya upande wa kwanza ni upande wa Mungu kumpenda mtu. Alafu upande wa pili ni wa mtu kumpenda Mungu. Mungu alivyompenda mtu akamtoa mwanae wa pekee. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alivyompenda mtu akampa ukombozi. Alafu anafanya nini? Anasubiri wewe umpende. Alafu wewe ukimpenda anafanya kazi pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kigezo cha kwanza cha Mungu kufanya kazi na mtu sio kuokoka, sio kuwa na imani, ila ni upendo wako kwa Mungu. Kwa hiyo wote wanaweza wakawa wanapendwa na Mungu, lakini wote hawafanyi kazi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu aliwapenda wote. Ila swala la kufanya kazi na Mungu linakutegemea wewe zaidi kuliko Mungu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu ili aweze kufanya kazi na mtu, kigezo chake cha kwanza, anaenda kwa mtu alafu anamwangalia, wewe unanipenda? Unanipenda, basi tunaweza tukafanya kazi. Kwa hiyo Yesu anamuuliza Petro, Petro, wanipenda? Kwa hiyo sio swali la kumuuliza Petro, unajua mimi nakupenda? Ila Yesu anataka kujua kwanza kama Petro anampenda Yesu. Kwa hiyo kama Petro anampenda Yesu, maana huyu Yesu na Petro wanaweza wakafanya kazi pamoja. Amen. Na Petro haulizi kwamba Petro una nguvu, Petro una imani. Swala la Mungu kufanya kazi na wewe kabla halijaja kwenye imani linaanza kwenye upendo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema hivi, mstari wa 28 anasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo mema yoyote ya mtu yamefichwa kwenye upendo. Bwana asifiwe sana. Haya mema hatoi mtu. Mungu anasema hivi, katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo anayetoa mema ni Mungu. Amen. Ndivyo Biblia ilivyoandika, katika kuwapatia mema. Kwa hiyo mema sio ya watu wote. Mema ni ya watu wachache. Mema sio ya walokole peke yao. Mema ni ya wale wanaompenda Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mema yote ambayo Mungu alitakiwa akupe wewe, mema yote ambayo unatakiwa uyapate, yamefichwa kwenye wewe kumpenda Mungu. Basi jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumpenda Mungu sio maneno. Amen. Kwa hiyo ukisema Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, sio tu rahisi kusema mimi nampenda Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwanza umekiri unampenda Mungu. Alafu kuna kitu kingine kinatakiwa kifuate. Kuna matendo yanatakiwa yafuate ambayo yatafunua upendo wako kwa Mungu. Hayo matendo yakifunua upendo wako kwa Mungu, Mungu anaanza kufanya kazi na wewe. Akianza kufanya kazi na wewe, mema yanakujia.
Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu ni pendo. Alafu Mungu ni roho. Bwana asifiwe sana. Mungu ni pendo. Alafu tena tunaambiwa Mungu ni roho. Kwa hiyo kama Mungu ni pendo, alafu Mungu ni roho, kwa hiyo pendo ni roho. Kama A ni sawa sawa na B, alafu B ni sawa sawa na C, kwa hiyo A ni sawa sawa na C. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni pendo. Sisi tunasema Mungu ni pendo. Alafu anasema ya kwamba Mungu ni roho. Sawa? Kwa kama Mungu ni pendo, alafu huyu Mungu ni roho, kwa hiyo roho ni pendo. Kwa hiyo upendo sio hisia. Bwana asifiwe sana. Njaa ni hisia, ila upendo sio kusisimuka mwili. Yaani ukivibrate kwa sababu nimemuona huyu nikavibrate, jamani nampenda. Hiyo ni feelings, hiyo ni hisia. Ila upendo ni roho. Kama ni roho manake ina operate, inafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Kama inafanya kazi manake ina matokeo. Amen. Ukisoma Korinto ile wa kwanza 13 anasema upendo husitiri. Manake kama husitiri wingi wa dhambi, manake upendo unafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa kama unasitiri wingi wa dhambi, kwanza unakiri dhambi ipo, ila hii dhambi inahitaji kitu kinachofanya kazi cha kuisitiri hii dhambi, na hicho kazi sio hisia. Kinachofanya hiyo kazi sio hisia, ni roho ya upendo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni roho na roho ni pendo. Kwa hiyo wewe ndani yako inasema kwenye Warumi 5 mstari wa ngapi? Anasema mmemiminiwa roho ya pendo. Kuna huo mstari kwenye Warumi, si ndio? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanya kazi. Kwa hiyo upendo sio kujisikia vizuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tupungiane mkono namna hii. Kwa sababu upendo sio kujisikia vizuri, ndio maana Yesu anamwambia Petro, lisha kondoo zangu. Kitendo cha kulisha kondoo ndio upendo wenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kusema ndio Bwana nakupenda sio upendo, ila kulisha kondoo ndio upendo. Kwa hiyo upendo sio kwenye kusema na kukiri. Upendo ni kwenye kuamka na kufanya kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumesema Mungu ni pendo, tukasema Mungu ni roho. Kwa hiyo huu upendo ni roho. Kwa hiyo kama ni roho, unaweza ukakaa juu ya mtu na unaweza usikae juu ya mtu. Amen. Na ukiwa juu ya mtu unafanya kazi. Ukitaka kujua unafanya kazi, kwenye Wakorintho anasema upendo hauhesabu mabaya. Maana kama upendo hauhesabu mabaya, maana upendo unaweza kucount. Unaweza kuhesabu 1 2 3. Kama unaweza kuhesabu 1 2 3, sio tu kitu, sio hisia, ni kitu kinachofanya kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kuoperate ndani ya pendo, ukiwa na ile roho ya upendo ambayo tayari unayo kwa sababu una Kristo ndani. Bwana asifiwe. Mungu anasema Mungu ni pendo. Kwa hiyo kama Mungu ni pendo na anaishi ndani yako, maana automatic wewe una upendo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza 13:13. Tumefika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Tumefika, amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Alafu anasema haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Inadumu imani, tumaini, upendo. Alafu anasema katika haya matatu, yaani imani, tumaini na upendo, katika haya lililo kuu ni upendo. Manake ni kama anaichukua imani na upendo na vilinganisha, anagundua upendo ni mzito zaidi kuliko imani. Alafu anaiweka imani chini, anachukua tumaini,
anachukua tumaini na upendo anavilinganisha. Anagundua upendo ni mzito zaidi kuliko tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiwa mtu wa tumaini sana, ukawa ni mtu wa imani sana, Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini bado kuna kuu linahitajika hapo. Nalo ni upendo. Bwana asifiwe sana. Hii Wakorinto ni moja kati ya sura ngumu. Rafiki yangu mmoja ananiambiaga Wakorinto 13 ni sura ngumu sana. Mstari wa kwanza anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa na unabii, kuwa na imani ya kuhamisha milima, ila kama upendo umemiss, wewe si kitu. Kwa kinachoanza kumhesabu mtu, kinacholeta kumhesabu mtu ni upendo. Bwana asifiwe sana. Hata ukiweza kuhamisha milima, unajua hii mstari ni kama ni mrahisi, lakini unajua kuhamisha mlima sio kwamba anaigiza. Yaani unaweza kusema mlima wa Bunju nenda Mabwe nenda Bagamoyo na vikahama. Alafu kama umekosa upendo si kitu. Ukiwa unanena lugha za malaika, unajua hawa watu sio ambao hawajaokoka. Hawa watu wameokoka. Ndio maana wana hiyo imani inayofanya hiyo kazi. Ndio maana wana unabii. Alafu si kitu. Kwa nini si kitu? Lililo kuu ni upendo. Yesu akamwambia Petro, "Je, wanipenda?" Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuoperate kwenye unabii, kuoperate kwenye imani bado si kitu kama hamna upendo. Amen. Niwewe kumsikia mtu mmoja akasema, aliongea sentence moja ikanipa shida. Akasema the moment you step out of love, yani ukitoka tu nje ya upendo, umetoka nje ya Mungu. Na hatuhitaji yani uhitaji kutafuta msaada, yani kusema kujitetea sana. Kwa sababu tu umetoka kwenye upendo, umetoka kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuja kuamini niliposoma Yohana wa kwanza, nafikiri sura ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Mstari wa 16. Yes. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema, na mimi tumefika. Biblia inasema hivi, nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia. Anasema nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu. Kwa hiyo ili ukae ndani ya Mungu, inabidi ukae ndani ya pendo. Ukitoka kwenye pendo, umetoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Akaaye katika pendo anakaa ndani ya Mungu. Kwa hiyo ambaye hakai kwenye pendo anakaa nje ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu. Ni sawa ningesema kwamba pasipo upendo haiwezekani kabisa kukaa ndani ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo imani inakupa kumpendeza Mungu, alafu upendo unakupa kukaa ndani ya Mungu. Ndio maana kwenye Wakorinto akasema inadumu imani, tumaini, upendo. Alafu katika haya lililo kuu ni upendo. Kwa nini? Kwa sababu upendo ndio unakupa access ya wewe kukaa ndani ya Mungu.
Kwa hiyo ukiwa na imani utampendeza Mungu, lakini uko nje. Yani wewe na Mungu mna operate hivi. Ila ukiwa na upendo uko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani yako. Bwana asifiwe sana. Je, wanipenda? Na kukumbusha sasa, upendo huo ambao tunauona kwamba unakupa access ya kukaa ndani ya Mungu, sio maneno. Kwa ili ukae ndani ya Mungu, sio kusema mimi nampenda Mungu. Lazima kuwe kuna vitu vinafanyika na wewe ambavyo vinaonyesha kwamba wewe kweli wampenda Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kukaa ndani ya Mungu sio swala la kukiri, ni swala la kutenda. Amen. Bwana asifiwe. Narudia, kukaa ndani ya Mungu sio swala la kukiri, ni swala la kutenda. Najua hujanisikia. Kukaa ndani ya Mungu kunategemea zaidi utendaji kuliko kusema. Kwa nini? Petro alisema nakupenda, lakini Yesu akagundua kwamba haitoshi tu kusema unanipenda, ila inahitajika kitu kingine cha ziada ambacho kitaonyesha wewe wanipenda. Kwa hiyo hicho kitu ndio upendo wenyewe. Kwa hiyo kama hicho unachokifanya kinachoonyesha ndio upendo wenyewe, ndicho hicho kitakachokupa access ya kukaa ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Narudia hivi. Imani inakupa kumpendeza Mungu. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Pasipo imani haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu. Amen. Alafu ni imani hiyo hiyo inayokuja kulinganishwa na upendo kwenye Wakorintho wa kwanza 13:13. Alafu inaonekana kwamba upendo ni wa muhimu kuliko hiyo imani. Haijasema imani sio ya muhimu. Imesema upendo ni wa muhimu kuliko hivyo vingine. Kwa hiyo ukileta kwenye swala la umuhimu kati ya upendo na imani, upendo una umuhimu. Upendo una umuhimu. Na umuhimu vipi sasa? Kwenye Yohana sura ya 4 mstari wa 16 anasema ya kwamba ukikaa katika pendo umekaa katika Mungu na Mungu amekaa ndani yako. Kwa hiyo ili ukae ndani ya Mungu unahitaji kukaa kwenye pendo. Sasa pendo ni nini? Pendo sio maneno. Pendo ni vitendo. Bwana asifiwe sana. Ni vitendo vinavyosukumwa na Roho. Imetoka wapi? Mungu ni pendo. Alafu Mungu ni Roho. Kwa hiyo Roho ni pendo. Kwa hiyo upendo ni Roho. Hii Roho ya upendo ikikaa kwako inaleta matokeo kutokana na utendaji. Bwana asifiwe sana. Inawezekana nimeongea labda kwa haraka au kwa Kiswahili kigumu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mikono kama amen. Kwa hiyo narudia hii sentence, inaweza kukuchanganya zaidi. Kukaa ndani ya Mungu na Mungu kukaa ndani yako sio swala la kukiri. Amen. Kukaa ndani ya Mungu na Mungu kukaa ndani yako sio tu kukiri. Hapana, hauishi hapo. Kuna utendaji ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Ukitoka nje ya upendo umetoka kwa Mungu. Ukikaa kwenye pendo umekaa ndani ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naweza nikaongea sentence ngumu kidogo, lakini utanisamehe. Amen. Tena acha niziongee saa hizi huku namalizia. Ili ile unakumbuka ni sentence ngumu, mimi nimeshaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ambariki aliyeweka hii simu inaonyesha dakika tulizotumia. Tusome hii Yohana sura ya 4 mstari wa 20. Hapo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20. Mstari wa 20 huo Biblia inasema hivi. Tumefika wote? Bwana asifiwe. Tumefika wote? Biblia inasema hivi. Mtu akisema nampenda Mungu naye amchukia ndugu yake ni mwongo. Alafu anasema kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Mstari wa A unasema hivi. Mtu akisema nampenda Mungu
naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukisema unampenda Mungu halafu unamchukia ndugu yako, wewe ni muongo. Uongo uko wapi? Uongo kwenye sentensi ya kwanza, unampenda Mungu. Bwana asifiwe. Ukisema unampenda Mungu halafu unamchukia ndugu yako, wewe ni muongo. Uongo upo kwenye sentensi ya kwanza, unampenda Mungu. Yaani hiyo sentensi ndio ya uongo. Umetudanganya. Jina la Bwana libarikiwe. Nikwambie kitu kigumu. Kama upo hapa kanisani na kuna mtu husalimiani naye, wewe haumpendi Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama upo church, umekuja kanisani na kuna mtu yupo kanisani na yeye lakini hamuongei, nyie hamumpendi Mungu. Na sio swala la discussion. Amen. Bwana asifiwe. Yesu anawaambia mkipendana ninyi kwa ninyi, mmekuwa wanafunzi wangu. Kwa swala la wanafunzi sio kuitwa wanafunzi, linasukumwa na pendo nyuma. Amen. Kama kuna baba fulani haumsalimii, leo uanze kumsalimia. Kama kuna mama fulani haumsalimii na unasema unampenda Mungu na unakuja kanisani unanyoosha mikono juu, Biblia inasema hivi, Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Hautakaa ufanye kazi na Mungu, ila utaimba, utabubujika na utanena kwa lugha na utakuwa na imani. Lakini inapokuja swala la kufanya kazi na Mungu, Mungu anatafuta pendo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama upo kwenye kikundi cha vikoba mtaani na mwenyekiti wako wa kikoba hauongei naye kwa sababu alikufanyia mawili matatu, bado sana. Kufanya kazi na Mungu bado. Amen. Yaani kabla hujafika kwenye level ya kulisha kondoo, Yohana sura ya 4:20 anakuambia hivi, kama unamchukia ndugu yako, alafu unafikiri kuchukia ni yani labda unataka kumuua, Yesu anasema kwenye sura ya 5, ukimchukia ndugu yako umekwisha kumuua. Kwa hiyo anayemchukia mtu anafananishwa na mtu aliyeua. Mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufanya kazi na Mungu, kufanya partnership na Mungu kama Warumi 8:28 inavyosema, inategemea upendo wako kwa Mungu. Upendo wako kwa Mungu unaanza na upendo wako kwa wanaokuzunguka. Kwa sababu gani? Anasema hivi, ukisema unampenda Mungu, kwa hiyo unasema unampenda Mungu na unategemea kufanya kazi na huyo Mungu, alafu wewe huyo kuna watu wakipita njia hii wewe unahamia upande wa pili, hakuna namna utafanya kazi na Mungu, hakuna namna. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni swala la kufikiria listi yako yote ya watu ambao umewawekea X. Ndio sehemu ya kwanza kutengeneza. Kabla hujafika kwenye level ya kondoo, utawapendaje kondoo ambao uongei nao? Utawalishaje? Bwana asifiwe. Na hivi ndivyo vitu ambavyo Kristo akilitazama kanisa anaona bado. Na sio kwamba Mungu atembei. Unajua ufalme wa Mungu hauoperate kwenye huruma, unaoperate kwenye principles. Yaani sio kwa sababu wewe unalia, ukienda mbele za Mungu unalia ndio Mungu anakusikia. Ni anayeenda katika haki. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sura ya huruma, usinikoti vibaya, lakini sura ya huruma mbele za Mungu na machozi mengi haimpushi Mungu kutenda. Anasema hivi, ninaliangalia neno langu nilitimize, sio machozi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inabidi uoperate kwenye neno, ndiko kuna utimilifu, sio kuoperate kwenye huruma. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi,
napenda hii mistari miwili. Anasema msidanganyike. Alafu anasema Mungu hadhihakiwi. Anasema msidanganyike, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mungu hadhihakiwi, maana chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yaani ni kwa lugha nyingine ni kwamba anaonyesha kwamba kwenye kupanda ndicho atakachovuna ndio kitu cha muhimu zaidi kuliko story utakayoisikia kabla. Bwana asifiwe sana. Manake ni kama mtu ambaye amefanya tukio alafu limempa matokeo. Kwa yale matokeo unataka kwenda mbele za Mungu kutaka yasiwepo wakati ulifanya. Mungu wadanganyiki. Bwana asifiwe sana. Ni kama mtu ambaye leo ameenda huku na huko alafu akabeba mimba. Alafu bado ni binti mdogo. Alafu akaja mbele za Mungu akasema Mungu ifute. Mungu haoperate hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tu ulipanda unavuna. Na Mungu yuko happy. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kabla hujaja kulisha kondoo, kwanza wewe na kondoo mkoje? Mungu anasema kwenye Yohana anasema ya kwamba anayesema anampenda Mungu alafu anamchukia ndugu yake, huyo ni muongo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna kijana huko hapa huongei na mwenyekiti wa vijana, umemnunia mwenyekiti wa vijana na unakuja kanisani vizuri kabisa, asije mtu akakudanganya kwamba utafanya kazi na Mungu. Asije mtu akakudanganya. Tutakuja church, tutaomba, tutaenda nyumbani, tutafanya kazi kwa jitihada zetu binafsi na sio na Mungu. Na Mungu atakulinda, atakulaza salama, utaamka salama, utakuwa na afya njema, utaimba mapambio, utaworship, utakuja ibada ya Ijumaa, Jumatano, kila kitu utafanya vizuri. Lakini kwa sababu tu hauongei na Mama Nuru, likija swala la Mungu kufanya kazi na wewe, anakaa pembeni. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu fulani cha kawaida sana. Lakini ndivyo anavyosema. Hao watu ambao wanampenda Mungu ndio wanafanya nao kazi ili kuwapatia mema. Kwa hiyo mema yamefungwa kwenye uhusiano wako na Mungu, uhusiano wako na watu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cheki. Na sio hapa tu kanisani, kaangalie majirani zako huko nje. Kama kuna jirani yako huongei naye, umemnunia, unawakataza na watoto wako wasiende, msimsalimie mama fulani. Mimi nikwambie tu ukweli. Bado sana. Bwana asifiwe. Nimesema naongeza sentensi ngumu, nikimaliza nishuke niondoke zangu. Amen. Kama unataka level ya maturity na kumuona Mungu, inabidi uoperate kwenye level ya Mungu. Amen. Ulishawahi kusoma Mathayo sura ya 5? Rafiki yangu mmoja ananiambia Flavi, hii sura ni ngumu sana. Imeanza vizuri, heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri nyinyi ni nuru, nyinyi ni chumvi, anashuka. Ikifika ile mistari ya 40 huko, kitu cha ajabu sana Yesu anaanza kusema. Anasema ukimpenda anayekupenda wewe wapata thawabu gani? Maana yake anaonyesha kwamba level yako ya upendo haitegemei wanaokupenda kwanza, inategemea wanaokuchukia. Bwana asifiwe. Yaani ni kama anakuambia usimsalimie tu anayekusalimia, na asiye kusalimia unatakiwa umsalimie. Tusome Mathayo mwishoni pale. Tumefika Mathayo sura ya 5. Amen. Tuanzie mstari wa 43. Biblia inasema hivi. Naamini imeandikwa hivyo kwenye Biblia yako. Biblia inasema hivi. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako.
Mstari wa 44 Yesu anasema sasa, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Mstari wa 45 ndio mstari unaweza kukuchanganya vibaya sana. Usisome haraka. Anasema ya kwamba ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Nimekwambia usiusome haraka. Mstari wa 44 anawaambia, mimi niwaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Mkishafanya hiyo, kinachotokea anasema ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Maana yake kama ulikuwa ufanye hivyo, wewe sio mwana wa baba yako aliye mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kama mtu akikuudhi na wewe unaudhika kutokana na Mathayo 45, wewe sio mwana wa baba yako aliye mbinguni. Anasema hivi, ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua yake mvua wenye haki na wasio haki. Bwana asifiwe. Yaani Mungu anavyo-operate, haoperate kwenye kubagua. Mvua inawafikia wote, jua linawafikia wote. Anataka na wewe uoperate hivyo. Wewe si ni Mungu, ninyi ndio miungu. Si mmesoma kwenye Zaburi ya 82? Ninyi ndio miungu. Kwa kama ni miungu, kuna sifa ya Mungu, anawaonyeshea mvua wenye haki na wema. Kwa kama una sifa ya kiungu ndani yako, unatakiwa uoperate kwenye kutoa vitu vyema kwa wema na wasio wema. Bwana asifiwe sana. Anasema hivi 46, maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Kumbe kuna thawabu kwenye upendo. Ila hiyo thawabu iliyoko ndani ya upendo haitegemei kuwapenda wanaokupenda. Thawabu iliyo ndani ya upendo inategemea kuwapenda wasiokupenda. Anasema mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Maana ukinipenda mimi kwa sababu na mimi nakupenda wewe, nothing unapata. Bwana asifiwe sana. Hata watoza ushuru je, nao hawafanyi yayo hayo? 47, tena mkiwaamkia ndugu zenu tu. Kumbe nao mstari upo. Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Na ni swali hilo, kuna alama ya kuuliza hapo. Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu. Narudia. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hiyo ni Biblia yako pia, si ndio? Ukiwapenda wale tu wanaokupenda, wewe unapata thawabu gani? Ninyi si ni wana wa Mungu? Mungu si ni baba? Maana lazima muoperate kama baba. Baba anasema yeye anawaonyeshea mvua wenye haki na wasio haki, wema na ambao sio wema. Huyo ndio Mungu. Alafu wewe linapokuja swala lako wewe la salamu, sio mvua, salamu, unabagua. Ungekuwa umepewa kibali cha kucontrol remote ya mvua. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama tu salamu, unamsalimia huyu, unamwacha huyu. Na ni the same church. Unamsalimia yule, unamwacha yule. Na unasema mimi nampenda Mungu. Yohana anasema wewe ni muongo. Na kwa sababu hiyo, mema yanayosemwa kwenye Warumi hayatakaa yatokee. Bwana asifiwe. Maana ni Mungu anatufundisha to operate kwenye level ya maturity ya hali ya juu. Hii sura ya 5 hapo tumeanzia tu 43, huku juu ndio balaa. Anakuambia kupigia shavu moja mgeuzie na la pili. Bwana asifiwe. Church, tunatakiwa tu operate kwenye level ya upendo.
maana hilo ndio kuu kuliko imani na tumaini. Je, wanipenda? Kwa kabla hujajibu ndio, unaanza kujikagua kwanza. Vitu minor, vitu vidogo sana hivi, vya salamu tu. Hivi kweli, mimi kiukweli sijui kama kuna mtu hapa ananichukia ni yeye. Ila mimi niko fresh. Makofi kwa ajili yangu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu unamchukia, kama kuna mtu alikukanyaga ukalibeba, tengeneza. Unajua hatuwahesabu tena nyie kwa jinsi ya mwili. Kwa ukimtazama mtu na udhaifu wake, inabidi umuone Kristo ndani. Kwa ukimuona Kristo ndani, inabidi love iwepo. Lakini alinisonya, lakini nampenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna matukio mengine yanatokea ili kufunua pati yako ambayo haijakamilika vizuri. Yaani unaweza ukapata tu shida kwamba kwa nini hiki kiatu amepewa yule hajampa yule. Alafu ukajikuta hapo unaanza kupata shida. Ila hiyo tukio limetokea ili kufunue wewe sasa. Yaani kuna mtu atapita atakukanyaga kidogo na hata hajui kama kakuudhi. Alafu wewe unalibeba miezi 6. Unakata na salamu. Ila Mungu anamitumia hiyo njia ili kukufunua kwamba no, inabidi utengeneze. Love, upendo. Ukiingia upendo, hatuwezi kuoperate kwenye level ya kawaida. Warumi 8:8 pastor akasema ile ni partnership na Mungu. Mungu afanye partnership na watu ambao bado maturity iko chini. Utamwangusha tu siku moja. Anasema anafanya kazi na wale wanipendao. Na Mungu angefanya kazi na nao wapenda yeye, shughuli ingekuwa sio ya kitoto hapa. Ndio maana hiyo condition ipo. Ili ufanye kazi na Mungu, wewe ndio inabidi umpende Mungu. Alafu sifa za mtu anayempenda Mungu zinaanza kuonekana kwenye wewe unavyoishi na ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tuna maombi mengi, tuna plan nyingi hazijasogea, tuna vitu vingi havijaenda. Alafu tunasema ya kwamba wakati wa Mungu haujafika. No, sio wakati wa Mungu haujafika. Tengeneza mambo yako. Wakati wa Mungu ni sasa. Mungu anasubiri tu wewe uswitch hiyo button ya upendo. Imani ipo, ndio unaamini. Kila kitu sawa, tumaini unalo, unabii unao. Lakini kuna vitu haviendi kwa sababu tu kuna mama fulani ya uongei naye. Hasa huyu mama fulani tu uongei naye, Mungu akikubariki wewe, sitamkanyaga na gari. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwapenda wale wanaokupenda tu, unapata thawabu gani? Amen. Namalizia Ufunuo sura ya 2. Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 2. Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 2, Biblia inasema, nayajua matendo yako na taabu yako. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Mstari wa 3. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mstari wa 4. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukafanye matendo yako ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe.
huu ujumbe unaopelekwa kwenye hili kanisa una sifa nzuri kabisa. Lakini mstari wa 3, mstari wa 4 anasema lakini nina neno juu yako. Kwa zile sifa nzuri zote za mstari wa 2, wa 3 zinakuja kukufa kwenye hii lakini ya mstari wa 4. Anasema lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Kwa hizi sifa za huku nyuma haziwi tu sifa nzuri kama upendo umemisi. Lakini nina neno juu yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Kwa upendo ulikuwa ni muhimu kuliko hata kuwajaribu hawa manabii. Anasema geuka, ni wapi ulipojikwaa ukatubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umeuacha upendo wako wa kwanza. The moment umeacha upendo, umetoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Maana kama hili kanisa lingekuwa halijaacha upendo, lisingeambiwa nina neno juu yako. Kwa ni kama Mungu alisearch akaona kuna kitu kimemiss, na kilichomiss hapa ni upendo. Kwa sifa nzuri zinaweza zikawa hapo, lakini upendo ni muhimu kuliko hayo mengine, kwa sababu Mungu ni upendo. Bwana asifiwe. Kama kanisa tunatakiwa tuishi chini ya upendo wa Mungu. Kwenye upendo wa Mungu hakuna kukwazana. Utakwazika, mtu atakukwaza alafu yataisha, yani utasamehe na utasahau. Utawatakia watu mema. La si hivyo tutabaki kwenye utoto. Alafu tutaoperate kwenye level ya utoto, miaka nenda miaka rudi. Bwana asifiwe. Tu operate kwenye love ya Mungu. Tukae kwenye upendo wa Mungu. Kama unajua haya sio maombi, yani sio swala la kusema ni Mungu nisamehe, no, ni kuamua tu kwamba kuanzia sasa mimi Flavian nitaoperate kwenye upendo wa Mungu. Na ukisema hivyo una operate kwenye upendo wa Mungu, hao wote ambao una shida nao, hao wote ambao wamekuudhi, kweli wamekuudhi, sawa, anza kuongea nao, anza kuwatakia mema. Watamkie baraka, waombee, ukikutana nao wachangamkie, salimiana na kila mtu, usibague watu. Alafu uone kama Mungu hata operate na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema wa mwisho, nimekumbuka Wakolosai. Itakuwa ya mwisho hii. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Wakolosai sura ya 3. Tuanzie mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. 13. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, mstari wa 14, zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Upendo ndio kifungo cha ukamilifu. Zaidi ya hayo yote, yote aliyosema huko, utu wema, unyenyekevu, upole, zaidi ya hayo yote, upendo ndio kifungo cha ukamilifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtu asiyempenda jirani alafu akasema anampenda Mungu, huyo ni muongo. Kwa hiyo njia ya kutoka kwenye uongo ni kuwapenda jirani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tumpende Mungu, tuwapende jirani zetu, tu operate kwenye love, tu exercise ile love. Tukipendana sisi kwa sisi, tumekuwa wanafunzi. Bwana asifiwe. Zaidi ya mambo yote, Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Zaidi ya mambo yote, Mungu hufanya kazi na wale wampendao.